za rohoni siku ya 7. Tunawakaribisha wote katika somo hili la novena ya Pentekoste, maandalizi ya Pentekoste, kama nilivyofanya kanisa la kwanza, na kanisa la leo linatupa muda wa kujiandaa kwa habari za karama za Roho Mtakatifu. Na kwa namna ya kipekee leo siku ya 7, ya 8 na ya 9 tutaangalia maeneo hayo ya karama za rohoni ama karama za Roho Mtakatifu. Wote tunafahamu kwamba eneo hili ni pana sana, na wakati mwingine limeleta mkanganyiko katikati ya Wakristo, uelewa wa karama. Wakati mwingine likazua maswali mengi: karama ni nini? Karama ni ipi? Mgawanyiko wa karama na kwa ukubwa wake. Niwaombe, tutakwenda kwenye maandiko na nitaomba sehemu hizi tutazitumia kwa siku hizi 3, siku ya 7, ya 8 na ya 9, na sehemu nyingine za maandiko, hasa kupata uelewa wa karama za rohoni. Neno letu la msingi linatoka kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 12. Tutaomba ikiwezekana usome sura ya 13 na sura ya 14 kwa undani, kwa marefu na kwa mapana. Sura hizi zinatueleza kwa marefu, kwa mapana, elimu aliyokuwa nayo Mtume Paulo kwa habari za karama za rohoni. Na kwa sababu ya muda tutasoma mistari michache, na mingine nina uhakika unaweza pia ukafanya Bible study ya kusoma na kuomba Mungu atusaidie. Lengo na makusudi litusaidie sisi kuelewa karama ni nini, kujua karama Mungu aliyokupa. Na swali langu, je, unajua karama gani Mungu aliyokupa? Kuna watu wakati mwingine wanabisha, wanaongea vibaya kwamba hayo mambo ni ya kuigiza, hayako na vitu vya namna hiyo. Lakini ukweli tunahitaji kuuelewa wa karama za Roho Mtakatifu kwenye maisha yetu. Mstari wa kwanza, Paulo anaanza kwa kusema, basi ndugu zangu, kwa habari ya karama za Roho sitaki mkose ufahamu. Kwa habari za karama za Roho, ndugu zangu, sitaki mkose ufahamu. Tunahitaji kupata ufahamu na uelewa wa ndani kuhusu elimu ya karama, ili kusaidia pia kudiscern, kugundua karama ambayo Mungu aliyekupa na kuweka kwako. Mwajua ya kuwa, mstari wa 2, mlipokuwa watu wa mataifa mlichukuliwa kwa kufuata sanamu zisizonena kama mlivyoongozwa. Kwa hiyo nawaarifu ya kuwa hakuna mtu anenaye katika Roho Mtakatifu na kusema Yesu alaaniwe, au mtu hawezi kusema Yesu ni Bwana isipokuwa kwa Roho Mtakatifu. Siwezi kusema Yesu alaaniwe alafu tena nikasema Yesu ni Bwana. Kama tunaweza tukamkiri Yesu, Paulo anasema ule ni uweza, ni karama ya Roho, na zipo za namna nyingi. Mstari wa 4, Paulo anaanza kueleza mgawanyiko wa hizi karama. Anasema, basi pana tofauti ya karama, bali Roho ni yeye yule. Roho ni mmoja mwenye kugawa karama hizo kwa namna hiyo, na amelielezea hili kwa kutumia mwili wa binadamu, kwamba kama mwili ulivyo na viungo vingi, mwili ni mmoja, viungo ni vingi. Tukubaliane, tuna kichwa, tuna mikono, tuna macho, tuna pua, tuna miguu, tuna kiuno, tuna kiwiliwili na sehemu nyingi sana katika viungo vya mwili wa mwanadamu, na kila kiungo kina nafasi yake na kila kiungo kina kazi yake, lakini viungo vyote ni mwili mmoja. Akasema ndivyo tulivyo katika Kristo. Tena pana tofauti ya huduma, na Bwana ni yeye yule. Kwa hiyo utofauti wa karama upo, ukubwa udogo wa kiwango kwa kila mmoja, na kadiri zinavyokuliwa Roho ni yule yule. Kisha pana tofauti ya kutenda kazi,
bali Mungu ni yule yule azitendaye kazi zote katika wote, lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Lengo ni kusaidiana kama mwili ulivyo compact. Maana mtu mmoja apewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa apendavyo Roho yeye yule, mwingine imani kwa Roho yule, mwingine karama za kuponya katika Roho yule, mwingine matendo ya miujiza, mwingine unabii, mwingine kupambanua lugha, mwingine tafsiri ya lugha. Lakini kazi hizi zote huzitenda Roho huyu mmoja yeye yule, akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. Anayezitenda ni Roho, anayegawa ni Roho kama apendavyo Roho yeye yule. Zimetoka kwake, mgawaji ni yeye, anavyopenda ni yeye na sio mwanadamu. Kwa hiyo is the point of reference is the Spirit of God. Kwa hiyo anayegawa ni Roho, yeye ni yule yule kwa wote anavyotaka. Kuanzia mstari wa 12 hadi wa 27, Paulo ametumia analogically mwili ulivyo na viungo, kwamba macho hayataki kumwambia mikono sikuhitaji, na mdomo unasema miguu sikuhitaji. Yeye wanasema sio sehemu ya mwili. Tumekuwa na vita vikubwa sana kanisani na kuangaliana kwa jicho ambalo wakati mwingine sio zuri kwa sababu ya issues za karama. Mwingine akifanya hivi, hayo ni mambo ya kilokole. Akifanya hivi, imepanda imeshuka. Tunahitaji uelewa kabla ya kunyoshiana vidole. Kuna hizi karama zimetoka kwa Mungu, ili tusiwe wa kwanza kumsuppress Roho wa Mungu wakati zimetoka huko. Na kwa nini tunapewa hizo karama? Tutaangalia baadaye. Mstari wa 27 anasema, basi ninyi mmekuwa mwili wa Kristo na viungo kwa kila mmoja, na viungo kila mmoja peke yake. Yaani wewe ni kiungo changu, mimi ni kiungo cha kwako, na tunasaidiana kama mwili wa Kristo, kama kanisa na kama watu wa Mungu. Ni muhimu sana tukaelewa kwamba lengo la karama ni kama mwili ulivyo, like the body. Okay, huhitaji mikono, hauhitaji miguu, hauhitaji macho. Anasema tunavyofanya kazi ndivyo tulivyotakiwa tuwe compact katika kufanya kazi hiyo. Sio kitu personal. Karama ya mtu sio faida ya kwake binafsi. Karama ya Mungu aliyompa mtu kwenye kanisa is not a personal property. Sio nyumba ya mtu binafsi. Ni Mungu ametupa kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo. Lazima ujue sababu zake. Ndio hizo. Sio kitu cha kiburi, ni mimi nimepewa, ni mimi tu bora kuliko wengine. Ndivyo ambavyo vimeleta kiburi, majivuno, kutokusikilizana, kutokutii mamlaka, kwa sababu kana 1, 2, 3. Kuwa na karama sio sababu ya kuleta fujo kwenye mwili wa Kristo ama kwenye kanisa. Kujivuna kwa watu na kiburi umeleta hayo. Kazi ya karama ni nini? Mungu anayokupa ni nini? Paulo anasema ni kufaidiana, kusaidiana. Kazi ya karama ni nini? Wa Kristo, to build up the body of Christ, kujenga mwili wa Kristo. Na naomba turudi nyuma kidogo kwenye barua ya mtume Paulo wa Korinto wa kwanza sura ya 14 aya ya 12. Ameeleza kitu cha ajabu sana. Wa Korinto wa kwanza sura ya 14 aya ya 12. Anaeleza sababu gani na makusudi na umuhimu wa karama Mungu aliyokupa kwa ajili ya kanisa na kwa ajili ya mwili wa Kristo ni nini. Ameieleza kwa wazi. Mstari wa 12 anasema, vivyo hivyo na ninyi, kwa kuwa mwataka sana kuwa watu wenye karama za Roho, takeni sana, takeni kwamba mzidi sana kuwa nazo. Kwa nini uwe nazo? Kwa nini? Anasema ili kulijenga kanisa.
Kwa sababu hiyo, sababu na makusudi ya karama Mungu aliyokupa sio kunyanyua mabega, sio kwa sababu eti wewe ni bora, unaweza kuponya, unaweza kunena kwa lugha, unaweza kufanya 1 2 3, unaweza kuimba, unaweza kutoa unabii, unaweza ukawa na neno la maarifa. Sio kitu cha binafsi. Paulo anasema takeni sana, anasema takeni kwamba mzidi sana kuwa nazo ili kulijenga kanisa. Kwa sababu hiyo, kazi ya karama ni kulijenga kanisa, sio faida ya mtu binafsi, ni kulijenga kanisa. Manake kama hatutazitumia vizuri hizi karama, maana yake kujenga kwa kanisa kuna pwaya. Karama ni kama nguzo kubwa, yale manguzo makubwa yanayoshikilia jengo, ndiyo karama, ili kulijenga ama kulishikilia, to build up the body of Christ, kwamba karama yako ilisaidie kanisa, karama yako ilisaidie mission tulizo nazo. Ndiyo kazi yake, sio kusuppress, sio sitaki, imepanda imeshuka na vitu vya namna hiyo. Tukumbuke zimetoka kwa Mungu na ni Roho anayegawa, na Paulo anasema pana tofauti ya hizo karama, lengo lake ni kulijenga kanisa. Swali langu, unajua karama Mungu aliyokupa? Do you know it exactly? Kama usipojua ni hatari. Hatuishi kanisani random. Unajua hata mwili una viungo, kama ni mkono ni mkono, macho ni macho, mdomo ni mdomo, miguu ni miguu. Kila kiungo lazima kikae kwenye nafasi yake. Kila mtu angekaa kwenye nafasi yake vizuri, tusingekuwa na maneno wala vurugu kwenye mwili wa Kristo. Ni kwa sababu tuna overlap na mwisho tunajikwaa. Karama imegeuka kuwa mafarakano, maneno na vitu vingine vyenye complication and commotion kwenye mwili wa Kristo. Kumbuka tuliobatizwa, uliyepata kipaimara, kumbuka ukuwekewa mikono na baba askofu ama paroko ama padri aliyekupa kipaimara. Haukupewa. Yes, utaniambia ulipata kipaimara. Ulipata nini? Haukupokea mapaji ya Roho Mtakatifu. Just kwa sababu hakijaonekana kwa wazi haimaanishi hauna. Tukubaliane, haimaanishi hauna. Kuna watu wanahisi karama wamezilalia kabisa, na mwisho anakuambia mimi sina. Really? Huna? Mungu hakukupa na una uhakika? Absolutely no, ulipewa. Tafakari sana, nini Mungu aliweka kwako? Hakuna mtu ambaye hakupewa that charism, karama ya Roho. Ni Mungu anayegawa. Just kwa sababu haitumiki haimaanishi haiko. Find it out. What exactly God invested in you. Na wewe ukisema sina, ni ile watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kipofu wakiongozana wawili wanadondokea shimoni. Ndio maana tuna hizi siku za Pentekoste. Ni wakati pia wa kumuuliza Mungu. Kwa sababu hiyo ni muhimu sana kwa kipindi hiki tuombe. Omba kwa umakini, omba kwa uelewa. Mungu akupe ufahamu wa kujua kile alichoweka ndani yako. Suleiman aliomba kwenye kitabu cha Hekima ya Suleiman sura ya 7 aya 7, anasema kwa sababu hiyo naliomba nikapewa ufahamu, na alimuita Mungu nikajiliwa na roho ya hekima. Tunahitaji tujue kile ambacho Mungu ameweka ndani yako ili kitumike kwa ajili ya kulijenga kanisa na sio kulibomoa kanisa ama kuwagawa watu. The moment unapojua Mungu alichokupa, kama we ni mguu, kaa kwenye nafasi ya mguu. Mguu hautakuwa mkono. Kama ni jicho, kuwa kwenye sehemu ya kuona. Alichokupa Mungu na kuweka ndani yako kitumike sawa sawa na kusudi lake. Tumsifu Yesu.